Nye madam. Tupara boss. Unataka kumrudika na nini kwa sasa? Wote mmekuja kuniburudisha, lakini kwa sasa namtaka Cheupe. Cheupe, nifate chumbani. Lakini bosi, sasa hivi ilikuwa zamu yangu mimi. Tayari. We Black Beauty, tulia kwanza. Shida nini? Mimi nishatia hela unapata. Sasa hivi roho yangu inataka Cheupe mwenye kishundu. Kwa hiyo tulia. Cheupe, nifuate. Leo tena tumewakamata wale ambao wanakataa kulipa kodi. Nimewaweka selo huko, nimewacha wanalialia. Nimeona nije nikutaarifu mfalme wangu. Safi sana askari mwamba, ndio maana nakuaminia. Umefanya kazi nzuri sana. Alafu mtukufu mfalme, unajua nimewaangalia wanakijiji wanatumia hewa nyingi sana, yani wanavuta hewa kuliko kipato chao wanachopata kila siku. Kama yule mzee Jembe, yani yule mzee anapoa kubwa, ile pua lake linavovuta hewa, wengine wote wanakosa. Sasa kwa nini akatae kulipa kodi? Na kila siku tunasukumana na hewa anavuta. Kama vipi si ache kuvuta hewa? Umesema vema sana askari wangu. Wewe ni askari hodari sana. Lakini kuna jambo lingine hapa umesahau kuhusiana na yule binti mrembo. Nilikuagiza ukapeleke taarifa kwa baba yake, alikataa. Na yeye alikataa. Sasa nataka utumie mamlaka. Nenda kakamate, mlete hapa. Akubali akatae, nataka awe mke kuanzia leo. Yule mwanamke yule yani mfalme, unajua yule Wewe mbona unavyoongea sivielewi? Hebu sema weleweke. Unasemaje? Nimesema sawa, naenda kumchukua. Yani nikamkamate mwanamke ninayempenda, naye ananipenda. Wazazi wake wananikubali mimi, hawamtaki mfalme. Mfalme kwa nini analazimisha wanawake ambao hawajui? Sasa mtu amekukata, kwa nini umlazimishe? Alafu unamtuma mimi nikamkamate. Yani bwana, sasa mimi naingia kwenye majaribu, kwenye matatizo makubwa. Sasa mimi nifanye nini? Niache kazi, mwanamke na kazi? Kipi ni muhimu? Lakini mwanamke ananipenda. Au nitoroke naye tuendeze tu huko tukaishi msituni tu, popote tukaishi. Kama akitutafuta tutakimbizana hivyo. Sasa hapa mimi nifanyaje? Mbona akili yangu inavurugika, yani sielewi. Babu, kwani ni haki kweli kulipia hewa? Kwani hewa si ya Mungu? Mungu si ameumba hewa na sisi ametuumba ili tuwe tunahema. Tena ni bure gani? Kwa nini sasa tulipie? Tulikuwa hii ni haki kweli. Lakini mbona mfalme alipita? Lipie sasa. Mbona mfalme alipita? Tulikuwa tulipi. Kwa nini huyu anafanya hivi? Na si hela hatuna. Wajukuu zangu, nabidi tu moyo pole. Kwa sasa hakuna namna. Sio kila kiongozi basi ameingia kwa uhalali. Kuna siri nyingi sana kwenye hiki kijiji, nyie hamzijui. Kwa hiyo inabidi tu tukubali tu ya pole. Huyu anatawala tu kwa mabavu, anatawala anavyojua yeye. Mfalme huyu kwa kweli hafai, na inabidi tu ya pole kwa sababu yeye ndiye ana madaraka yote. Lakini hili tuombe Mungu atunusuru, kwa sababu huu ni uonevu mkubwa. Lakini ufalme wake utapita, atakuja mfalme mwingine, tutaishi kwa raha. Kwa sasa hatuna namna, inabidi tukubali tu.
Yaani nyie wapuuzi, baada mfikirie namna ya kulipa kodi, nyie mnakaa kunisema mimi mfalme mimi mheshimiwa, mnadidiscuss, mnaninyambua, mpo selo, mpo katika chumba cha mateso. Sasa humu patakuwa ndo nyumbani kwenu maisha yenu yote. Msipokuwa makini, msipokuwa na utiifu, mtakuwa humu ndo nyumbani kwenu. Narudia tena, kuweni makini, mtakuwa hamtoki humu ndani. Tunda la mpenzi wangu limegwa na mfalme, wakati mimi mwenyewe bado sijali mega, na mimi mwenyewe nalitaka, ananipenda, tuna malengo ya muda mrefu. Ngoja niende nikaongee na Tunu. Mpenzi wangu Tunu, nimekuja hapa, nimeamliwa na mfalme nije nikukamate, nikupeleke kwake. Yaani hata sielewi ifanye jamii. Kwa kosa gani umefanya? Au niendoe makodi yake hayo? Sio hivyo. Yaani anachotaka yeye. Sinakumbuka alimtuma nije nikukwambie kuwa anakutaka uwe mke wake. Sasa leo amemtuma, ameniambia utake usitake nikukamate, nikupeleke kwake, uanze kuwa mke wake kuanzia leo. Yaani hata sielewi mimi, akili yangu hapa inavurugikana, yaani sielewi makubwa na madogo yanachanganyikana. Kwa hiyo unanikamata? Ndio maana nimekwambia kuwa sielewi mimi, kichwa changu inavurugikana hapa, yaani sielewi mimi, hata sielewi nifanyaje. Unanipenda? We, unauliza nini tena? Unasema hivyo wakati unajua kuwa wewe ndiye kila kitu changu, wewe ndio pumzi yangu, wewe ndio kila kitu, maisha yangu yote nategemea kwako. Sasa ukisema hivyo unanitia huzuni tena mimi. Nashinda tena nijue nifanyaje, lakini akili yangu sasa hivi hapa inawaza kitu kimoja. Minawaza tuendeze tu, tutoroke, tukaishi mbali huko, tutajua huko cha kufanya, tutakula tutachokipata kuliko kukaa hapa kuteseka. Mimi siwezi kukubaliana na hili. Mtukufu mfalme, inasemekana askari Kipingu amemtorosha Tunu na wamekimbilia msituni. Mimi nimewatafuta kijiji chote, sijamuona askari Kipingu wala huyo Tunu. Inawezekanaje hii? Haraka sana, nenda kafungulie farasi, twende huko msituni tukamfuate Tunu, na askari Kipingu atapata adhabu kali sana hajawahi kuipata maisha yake yote. Anamtoroshaje mwanamke ninayemtaka mimi mfalme? Sawa mtukufu, nipo nawe bega kwa bega. Mimi naogopa huku jamani. Kwa nini? Yaani hapa itabidi tu uvumilie, hakuna namna. Itabidi tuishi msituni hadi pale mambo yatakapokuwa sawa na turudi. Namweza baba naye yuko jela kule, ameshikiliwa na mfalme, anateseka, sijui hata tunamsaidiaje. Unajua kuhusu baba, nilipanga nimsaidie pale, nimtoroshe, lakini mfalme amechanganya mada. Baada ya kuja kukutaka na wewe tena kukulazimisha, nikaona sasa ngoja tutoroke. Sasa ngoja tukae, ikifika kesho tutajua namna gani ya kwenda kumsaidia. Mimi naogopa bwana. We, unaogopa mbele yangu? Unajua mimi ni askari Kipingu, na mimi nika sana. Mimi ni askari ambaye sijawahi kushindwa na kitu. Kwa hiyo wewe vumilia tu, mimi nitakulinda kwenye kila kitu, utakuwa salama kipenzi changu, ondoa hofu. Kipingu, nini tena hizo? Manini hayo tena jamani? Tunakufa jamani, tunakufa sisi.
tulia, nimekwambia usiwe na wasiwasi. Mimi ndo kila kitu hapa, hamna kinachosumbua. Yaani hamna kinachonitisha. Mimi si tumeshaizoea. Mimi askari tumezunguka sana huko sisi. Kwa hiyo hapa hata kikitokea chochote hakitusumbui. Wewe kwa na amani, mimi napambana nacho. Mimi ni mwanaume ujue. Napambana na kila kitu. Siwezi kuacha ukazulika wewe mke wangu. Niamini, kwa na amani. We tukimbie, limi silijui hili. Mimi nimechoka. Usijali, huku lile halitofika. Kwa hiyo tukae hapa tupumzike. Kukisha kucha tuangalie pa kwenda. Sasa kumesha pambazuka, inuka twende tukaangalie uko mbele kama tutapata kijiji cha jirani, tukaombe chakula tule, tupumzike, tuangalie maisha mengine. Usichoke, twende. Unasikia watu wanaimba huko? Tufuate hiyo sauti tukapate msaada wa chakula, maana njaa zinauma. Toka jana usiku tuko polini, tukapate msaada na pakulala, labda watatupokea, watuhifadhi, watusaidie. Mimi nimechoka, nyoni bebe. Nyie mnafanya nini hapa? Babu, si tupo hapa kutafuta msaada. Tumetoka kijiji cha Mwendosi, utawala wa Mfalme Tumbo. Mfalme Tumbo anapola wanawake wa watu, anatumia. Toka jana tumekimbia, tupo msituni. Kwa hiyo tumekaa huko hadi leo asubuhi. Lakini uko msituni imetukuta balaa, lidudu limetokea, yani limetutisha, limetukimbiza taka ituue. Tumekimbia mpaka tumechoka, tukafika mahali tumelishinda. Tumelala hapo, tumeamka asubuhi, ndio tumekuja hapa kuomba msaada. Ndio tupo hapa, tuelewi tule nini, njaa inatuuma, tunaomba utusaidie babu ndevu mbili. Sawa, nifuateni.